We are here as the United Green Movement Party, the Young Aspirants League, as well as the presidential flag bearer, His Excellency David Maraga. We are in the Okatiba Caravan. My name is Neto Agostino, co-leader of the UGM party as well. We are on the Okatiba Caravan, which started on the 2nd of February in the county of Mombasa 001. We've been on the road for the past 2 months and a couple of weeks, and we're here to urge Kenyans to register as voters. But this is our county number 33, but it's not me who is speaking. I'd like to first of all invite the youth leader of the party to say some word in Kiswahili, and then I'll give another aspirant. John, you speak. Tampatia aspirant mwingine pia aongee kidogo ndio nimkishe rais. Sawa. Asanteni sana. Jina langu ni Lilian Lingai, kiongozi wa vijana wa chama cha United Green Movement Party. Langu kwanza ni kuwapongeza vijana ambao wamejitokeza na kuwa mstari wa mbele kupigania uongozi bora, uongozi ambao utawajali wananchi. Hivi leo tuko naye Bwana David Maraga hapa Bomet County, na ninawasihi vijana wenzangu wajitokeze kwa wingi, wajisajili kwa wapiga kura, na kwa sababu UGM party iko na what we call the Young Aspirants League, mlango uwazi, tujitokeze kwa wingi. Vijana, hivi viti vya uongozi ni vyetu na ni kazi yetu tujitokeze pia tuwanie hizi viti. Ninawasihi mjiunge nasi, tusonge mbele, tulete uongozi bora. Hapo awali wazee wetu walingangania sana kuondoa wakoloni, na hivi sasa tuko na ukoloni mamboleo, na ni wanasiasa ambao wanaendelea kuwanyanyasa wananchi. Hivi basi ninawasihi vijana mjitokeze kwa wingi, mchukue kura ili mwaka wa 2027 tuweke uongozi wa Bwana David Maraga, uongozi bora, uongozi unaotekeleza katiba, uongozi ambao unaowajali wananchi, na uongozi ambao unatokana na mtu ambaye anawajali wananchi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Pengine kama kijana Atajibu baadaye. Mimi ndio napatiana nafasi kuuliza maswali. Ngoja huyu governor aongee. Asanteni sana Amwachale Chamge Bomet. Asanteni kwa kutukaribisha. Tunafurahi leo kuwa Bomet. I want to say that the main purpose of this visit is to urge the youth to register to vote. We want you to vote because next year we have serious decisions to make. We want credible leadership, and we want leadership of integrity, and we urge you Kenyans that you come out at large, continue registering, tukue kadi, because kura yako ndio sauti yako, and if you not register then you will not participate in choosing able leaders for next year's coming elections. Thank you for having us today, and we continue to tell you, register to vote. Thank you very much. I'd like to invite the president now to speak, both in English and Kiswahili, then we'll take the questions. Good afternoon, members of the 4th Estate. Thank you for coming. We are here in Bomet County. You've been told this is the county number 33 that we are visiting. The main purpose of our visit is to urge the wananchi to register as voters, those who have not registered, particularly the youths. We are urging them to register. As you know, IEBC is out on a mass registration of voters. The numbers are not very good yet. So we are urging the young people to please register so that we vote next year. Next year is a crucial vote. It's a crucial vote we need to take, and nobody should be left behind. Why is it a crucial vote? It's a crucial vote because of where the state is. As a country, we are in a very, very bad state. We have lost healthcare. Schools are having a problem. Parents are having problems with their children. And surprisingly, we have a huge problem with security. You have seen security, and we are seeing what we are seeing. You saw last week, Honorable Ososi was beaten up by wounds in Kisumu, and what is coming out is that those wounds are hired by government agencies. That is extremely sad. It has come out clearly that the person behind the Senator Ososi's attack is the principal secretary in the Ministry of Interior, the person who is supposed to provide security. That is extremely serious,
and we are demanding that Mr. Moro should resign. He should not wait, he should resign. If he doesn't resign, we are asking the president to sack him. Because you can't have, a ministry very critical, providing security with its peers, being the one hiring goons to beat those who are opposed to what is the government is positioned. So that's what we are saying. We cannot, if we continue like this, we will have a failed state. This is how countries like Haiti got into problems that they are in. And when we see something like this and we keep quiet, we will lose the country. So that's why we are urging people to come out in large numbers so that we vote and change this government. Thank you very much. Asanteni sana wana waandishi kwa kukucha hapa. Tuko hapa, hii ni kaunti ya namba 33. Tumeenda round kuhamasisha wananchi wajiandikishe kama wapiga kura ili mwaka ujao tupige kura na tuondoe huo uongozi ambao ni unanyanyasa wananchi. Mnajua vile ufisadi iko Kenya. Ufisadi huko, katiba nasema matibabu yatolewe na serikali. Katiba nasema watoto wapelekwe shule na serikali. Lakini hiyo haifanyiki. Some of the children, watoto wengine watapoteza masomo yao sababu ya hawajalipiwa, na kwa kufuata hivyo we will lose a generation and we can't lose even one child. Hiyo ni vibaya sana. Na shida ile ambayo tunayo ni ile wizi wa mali ya umma. Kenya sio nchi maskini. Kenya ni ile ambayo inatusumbua ni wizi wa mali ya umma, ufisadi. Mwaka ujao nasimama kama kiti ya rais, na mkinipatia nafasi nitamaliza hiyo wizi wa umma mara moja, ili tuwe na nchi ambayo inachali wananchi. Jambo lingine ambao mumeona kama wiki hii imepita ni mambo ya ambayo ya security yetu. Bwana Usosi, Senator Usosi alipigwa Kisumu, na vile inajulikana alipigwa na wauni ambao walikodeshwa na permanent secretary wa Ministry of Interior. Tunaomba huyo permanent secretary Bwana Moro achiusuru mara moja. Asipochiusuru, rais amfute kazi. Ministry ya Interior ndio inatakikana kupeana security kwa kila mtu. Na kama permanent secretary ndio mwenyewe analeta majambazi kupiga mtu, hatuwezi kuwa na hivyo. Hivyo ndivyo nchi inapotea. Hivyo ndivyo nchi zinapotea, kama nchi ya Haiti ambao tulituma wanajeshi wetu huko kwenda kutengamana amani, ni kwa sababu walianza namna hiyo pole pole mpaka nchi kaenda mbali. Mungu awabariki sana. Tunaomba wananchi mjiandikishe, mwaka ujao tuwe na kura, tupige kura. Na mimi ni vile nimesema nitasimama, mkinipatia nafasi nitamaliza wizi na kutakuwa na pesa kwa hospitali. Mtakuwa na dawa kwa hospitali, daktari watakuwa kwa hospitali, na watoto wetu wataenda shule. Mungu awabariki sana. Asante. Asante. Sasa tupate maswali. Ulikuwa unataka kuuliza maswali? Kama kijana. Sasa uliza kwanza maswali. Kama kijana kiongozi, penye mmetoka mkihamasisha vijana wajitokeze wajiandikishe. Maswala yao ni yapi, ili kwamba mbona wajitokeza kwa wingi hasa? Sawa, hiyo ni ya kwanza. Swali la pili, ngoja kidogo. Swali la pili ni wito wako kwa vijana, kwa sababu tunajua kwamba ni vijana haswa sana ndio viongozi wanasema ni hao wanaanza vita tukielekea campaigns, ni hao wanaleta furuko. Ndio. Sawa, asante. Na ndio ujibu yote. Wewe kama kijana ama kile kizazi ambacho kinaitwa Gen Z, wakati ambapo tunaelekea uchaguzi, si kawaida kwenye uchaguzi ambazo zimepita vijana wajitokeze wawe na hamu ya kupiga kura. Kwa nini unahisi kwamba ungependa kupiga kura 2027? Mbona una mwasho fulani ambao ungependa kupiga kura? Kwa nini? Maybe swali la So two of you to the president. You want Yes, you have a question there? Yes, if he is working with the United Opposition. Okay. we will answer. That's one. Okay. And then last question. Swali lingine ni kuhusu
umeongea kuhusu corruption, ufisadi. Je, unaona hii serikali kufikia sasa imeweza kudhibiti vita dhidi ya ufisadi? Swali lingine ni kuhusu registration. Umesema kwamba idadi iko chini. Je, chanzo inaweza kuwa ni nini? So can we have Lilian kuongezea kwa ufisadi ndio tumalizie. Yeah. Kwa sababu unaelewa sheria sana. Taifa la Kenya jinsi ambavyo unaona tumefika wakati ambapo mahakama ya Kenya ina uwezo pia ya labda kuwachukulia hatua hasa viongozi ambao wanachukua hongo ama wanatumia vibaya mali ya umma. So Lilian, go first. Okay. Sawa. Asanteni sana. Nikijibu swali la kwanza ni kuwa tumezunguka kaunti 33 na yale ambayo vijana wamesema, kwanza shida kubwa wanalo ni kukosa kazi. Wanaenda wanatafuta kazi, wanapata wengine, lakini kipato kiko chini na unashindwa utaweza aje kukimu mahitaji yako. Wengine wetu vijana tunataka kuanza familia ya kujenga pia kupata pia watoto, lakini unashindwa utajenga vipi familia iwapo hauna kazi. Mengine ni utaenda hospitalini ukose matibabu. Ndugu zako pale nyumbani wanaenda shuleni, lakini baada ya wiki 2 washafukuzwa kwa sababu ya kukosa karo. Wanasema uongozi huu uliopo unawaangusha vibaya sana. Hautekelezi mahitaji ya wananchi, haswa vijana. Hivyo basi wanasema wanataka uongozi ambao utawajali, uongozi ambao unawajali vijana na uongozi ambao utawapatia kazi. Swali la pili limeuliza kuhusu vijana ambao wanahusika katika uhalifu wakati wa campaign na pia wakati wa uchaguzi. Unajua wakati mwingine sasa kijana umefinyiliwa, tuseme uko pale shuleni hauna pesa, ama uko pale nyumbani ulitafuta kazi ukakosa, ama ukapata kazi lakini malipo yako chini. Utakosaje ukipewa pesa kujihusisha na uhalifu? Ile pesa yenye unapata labda ndio pekee itakusaidia. Sasa unajua serikali imefinyilia vijana hadi inafika mahali hawana option nyingine ila tu kujihusisha na uhalifu. Lakini tunatumai kwanza kuwa Bwana David Maraga akichukua kiti cha uongozi, vijana watapata kazi na idadi ya uhalifu katika wakati wa uchaguzi utapungua. Na ningewahimiza vijana wenzangu, hizi pesa za siasa ni pesa za kuja na za kupita. Mchague kiongozi ambaye atakuletea maisha bora, ambaye atakuletea kazi na ambaye atawajali watu ambao wanakuzunguka. Swali la 3 lilikuwa mbona kuna wito wa vijana kupiga kura. Langu kwanza ni kuwahimiza vijana kuwa unajua hatujakuwa tukichaguana, na ni kwa sababu unaangalia pale juu unajiuliza kweli nitamchagua nani? Ni yupi kiongozi ambaye ninafaa kumwamini? Kwa sababu kwa muda viongozi tumeona wanachukua kiapo kuwa watawajali wananchi, lakini wakichukua usukani wa kuwa viongozi baadaye wanajinufaisha tu wao wenyewe. Na hivyo basi mimi ningewahimiza vijana wamchukue Bwana David Maraga kama kiongozi wao. Huyu hatawahi siku moja kuangusha. Huyu ni kiongozi bora, kiongozi ambaye haezi nunuliwa, kiongozi ambaye anayewajali wananchi. Langu ni kuwasihi 2027 tukisimama pale kwenye laini ya uchaguzi usichoke. Wakati wa kuboresha nchi yetu ni mwaka wa 2027, huwa wakati ambao utakuwa umesimama kwenye laini. Wakati wa wewe kupata kazi ni hiyo wakati wa 2027 kuchagua kiongozi bora. Wakati wa kupata maslahi bora ni huo wakati wa 2027, wakati ambao utakuwa umepiga laini kuchagua kiongozi bora, kuchagua Bwana David Maraga. Asanteni sana. Asante sana. Umeuliza maswali kuhusu ufisadi ambao tuko nayo Kenya. Ufisadi ndio dondo sugu kwa Kenya hii. Tukimaliza hiyo Kenya itapona. Kenya sio nchi maskini, Kenya ni nchi tajiri. Tukimaliza hiyo tutumie mali ya umma vile inatakikana kutumika, Kenya itapona. Kama jaji mkuu nimechua hiyo, niliona makesi yanakuja. Nikipatiwa nafasi nitahakikisha ya kwamba hiyo makesi nitazungumza na Chief Justice ambaye ako wakati huu, hiyo makesi ifanywe kwa haraka
na wala ambao wamehusishwa na wizi wa mali ya umma. Awe ni nani, awe ni mtu wa cheo gani, kama ameiva ataenda ndani, ili watu wote waheshimwe mali ya umma. Swali lingine ambao liliulizwa ni kama tutafanya kazi na wengine. Nataka mnielewe hivi. Mimi nataka kuwania kiti cha rais. Nitekeleze zaidi mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuhakikisha ya kwamba kila mmoja, kila Mkenya, kila mtu yoyote ambaye ako Kenya anatii sheria. Na kuhakikisha hiyo inafanyika, nitakuwa wa kwanza kama rais kutii sheria. Kwa hivyo tukifanya hivyo, hakutakuwa na mtu ambaye anajiita mkubwa, bwana mkubwa, ambao akifanya makosa hawezi kuchukuliwa hatua. We will deal with impunity family. Na tukimaliza hiyo mambo itaenda sawa. Jambo la pili, nitajihusisha, we will have zero tolerance to corruption. Tuhakikishe there is no waste of national resources or even county resources, and tuhakikishe ya kwamba ile wale ambao wanahusishwa na wizi wa mali ya umma wamechukuliwa hatua na wameenda mbele. Kwa hivyo wale viongozi wa upinzani ambao wako tayari kufanya hilo, wako tayari kuwa na zero tolerance to corruption, wako tayari kusema ya kwamba kila mtu atii sheria, tutafanya kazi na wao. Tutafanya kazi na wao ili nchi yetu iwe bora vile inatakikana. Tufuate katiba. Wala ambao hawajui, Kenya ni moja ya zile katiba mzuri sana ulimwenguni. One of the best constitutions in the world. Kwa hivyo kitu ambayo imekosa ni kule kutekeleza. Na mimi kama jaji mkuu nimejua pahali shida iko. Nitahakikisha hiyo shida imeshughulikiwa na katiba imetekelezwa vyema. Ukitekeleza katiba utapeana matibabu, sababu katiba inasema hivyo. Ukitekeleza katiba utapeana elimu kwa watoto wa Kenya bure. Na iko mambo mengi ambayo tutashughulika nayo. Asanteni sana. Thank you very much.